tena wakichochewa pia na mambo ya mitandaoni, wakichochewa pia na changamoto mbalimbali. Yaani mtu anatoka tu na habari zake anakuletea mtandaoni, unazibeba kama sehemu kwamba hasa na mimi mwenyewe nitaungana nao nifanye haya. Pengine waliahidiwa mapesa, lakini wao watoto wao walipeleka nchi za mbali, wenyewe mkabaki mnaumia. Kumbe sisi kama vijana tunahitaji pia kuwa mwanga wa vijana wenzetu, kwa kielelezo kwa vijana wenzetu. Vijana wenzetu wamjue Mungu, na ndio maana mnapotembea mnatangaza upendo kama vijana, mnatangaza amani kama vijana. Vijana wa vielelezo pia kwa ajili ya watu wengine, na ndio maana mnapokuja hapa mnaandaa pia hata mechi, mnasema tunaandaa mechi ili kutangaza upendo. Ile mechi inafanya vijana wakusanyike mahali pamoja, ili waonekane pia nao kwamba kumbe kuna mechi, lakini mambo yanayoendelea hapa ni mazuri, tunatangaza upendo. Lakini vijana hawa pia tunahitaji pia, tunakumbushwa pia kusoma maandiko matakatifu. Tunaposema kwamba nuru, unataka utoe katika giza uje katika nuru, kitu gani utafanya kwamba utoe katika giza kuja katika nuru? Kumbe pia hata kusoma maandiko matakatifu. Timotheo anasema lazima kijana uheshimu ujana wako, uwe kielelezo kwa watu wengine, uwe kielelezo kwa watu wa mataifa. Kwa sisi kama vijana tunahitaji pia kuwa kama tuwe vielelezo kwa watu wengine, ili tuwe nuru kwa watu wengine kama vijana. Kwa tukisindikizwa, tukiongozwa pia na neno la Mwenyezi Mungu, kwa kweli tutawafundisha watu wengi, tutawafundisha vijana wenzetu matendo mema. Kuna kitabu kama sikosei Mithali, kama ni Mhubiri si Hekima ya Sulemani, anasema mwanangu sikia. Mnaimba wenyewe mwanangu siki, mwanangu siki. Watakudanganya, watasema pale tukaibe, wasema pale tukazini, si pale tukafanye nini, tukalefu, tukafanye mambo ambayo hayaeleweki. Kijana, kupitia ujana, kwa mfano sisi hapa ambao tumefika wala umri nikisema na umri ya miaka karibuni ya 50 na kitu, nasema walau kwamba huko nilikotoka kulikuwa na changamoto, tumepitia changamoto mbalimbali, lakini zile za kipumbavu tulizikataa na tulizikimbia. Lakini zamani za ujana wetu na ujinga wetu tulifanya hayo kwa kutokujua, lakini baada ya kujua ile siku huko ni kubaya, baada ya kupitia maandiko huko ni kubaya, maandiko matakatifu yanatuongoza huko ni kubaya. Kwa baadaye tukapewa ubarozi kama tujakujawa viongozi wa kanisa, kwa sababu anakuona mwenendo wako jinsi ulivyo, kama tujawe kiongozi watu wengine. Ukapewa ushauri, kwenda kushauri ndoa za watu kama kijana, kwa sababu umekuwa ni kielelezo, una tabia njema, umekuwa ni mwanga katika mtaa, hata katika jumuiya, hata ndani ya kanisa pia, hata katika nje ya kanisa, ndani ya jamii. Kwa hiyo vijana, tuulinde vijana wetu. Kijana ni nguzo ya kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana ni nguzo ya kanisa. Kanisa linapoteteleka, kijana lazima ushikilie ule kanisa, ushikilie. Linapoondoka wakati kijana huko, utakuwa na wakati wa kujibu. Utakuwa na wakati wa kujibu. Vijana asilimia kubwa wamewachia wazee kanisa. Asilimia kubwa wamewachia kina mama kanisa. Kina mama watafanya kazi gani? Walau gari hata kama limekwama, lakini wanaofanya kazi kubwa ni wa vijana. Kama gari labda limekwama kwenye tope, wanaosukuma gari wafikiri wanasukuma kina mama. Eti wapendwa. Vijana shalom. Wanaosukuma gari ni wazee? Wanaosukuma gari pia ni vijana. Sasa na sisi wenyewe tumepanda kwenye gari la Yesu hili. Tuko kwenye melikebu, tuisukume. Tusirudi nyuma, tusonge mbele. Tuonekane si ni taa na ni mwanga. Na mmekuwa ni mwanga na ni taa kwa sababu mna vielelezo ambao vinawasindikiza. Huu mmoja wenu ambao umeuanzisha ni kielelezo ambacho kinatusindikiza sote. Kinafundisha pale mnapofika kwenye jamii, kwenye jambo fulani, kunakuwa na mafundisho ya aina yake. Si kwa ajili ya kucheza mpira tu, hata kufahamiana. Wapo vijana wetu asilimia kubwa wanaoana bila ndoa au wanaolewa bila ndoa. Na vijana hawa pia
Wapo ndani ya kanisa, ni vijana wenzetu, wasaidieje? Kama amefika mahali ameoa pasipo ndoa, kama ni kijana, basi tumshauri abariki ndoa. Na kama wewe hujaoa, basi muombe Mwenyezi Mungu upate mchumba mwema kama kijana. Kijana, usiwe mwili wako usije ukawa kama pango la wanyang'anyi. Anasema mili hii msiitoe kuwa silaha ya kuangamiza. Mili hii inaangamiza, ni silaha. Lakini mili hii tusiitoe kama silaha kama vijana, iwe kwa ajili ya maangamizo. Tunaona vijana wengi jinsi mambo wanayoyafanya, mili yao wameifanya kama yani ni silaha za kuangamiza. Vijana. Anasema vijana ni maji ya moto. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Vijana ni maji ya moto, yanachemka. Yanapochemka yanafanya pia hata uharibifu. Kwa hiyo tunakumbushwa kama vijana tuwe kielelezo kwa ajili ya kuwaokoa ndugu zetu wale ambao wanafanya maharibifu. Vijana wamekuwa pia, kwa mfano vijana wetu ambao samahani wanavyuo, mtusamehe sana. Tuna wasomi ambao wanavyuo lakini sio nyingi. Wapo baadhi. Kuna baadhi ya wanavyuo ambao ni wasomi wakubwa. Ni watu wa kwanza kabisa na elimu zao ni watu wa kwanza wa utoaji wa mimba kama vijana. Ndio dhambi ambayo inawala sana hasa vijana za utoaji wa mimba. Changamoto hizo, kama kuna kanisa ambalo linapita viongozi wa kanisa wasema mambo hayo, lazima wawe na hofu ya Mungu. Kwa sababu wanaambiwa mambo hayo kwamba hayafai. Yule ambao unamua tumboni, unatoa mimba unamua tumboni, angekuwa kama wewe, anasema mama, ningekuwa kama wewe, na mimi ningekuwa mwanachuo kama wewe, ningekuwa padri kama wewe, ningekuwa daktari kama wewe, ningekuwa daktari au ningekuwa ni mwalimu kama wewe. Lakini mama, umenipoteza. Tutakutana siku ya mwisho. Na ndiposa hapo inapowaletea maumivu makali, hasa ndugu zetu mabinti vijana, inapowaletea maumivu makali katika maisha yao, inafika mahali yani ameolewa lakini mimba ndio hizi mimba zinatoka. Uliua mwanzo. Kuna haja gani ya kukaa tena kukaa na chombo kama hicho? Kwa ndugu zanguni, sisi kama vijana nijitahidi sana kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na ndio maana pia hata kwenye kitabu, kwenye Mzaburi anasema, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Leo tumekuja kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya vita au malumbano au nini. Tumeleta mapenzi ya Mwenyezi Mungu kama vijana.